Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu katika imani, kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunamshukuru kwamba tuko hai na kuweza kuifikia siku ya leo, si mapenzi yetu wala ujanja wetu, wala mapenzi yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tukiwa tunaendelea tena katika darasa zetu hizi za adhkar na dua, na leo kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala tunawaleteeni mambo matano mambo matano au ama hali tano zikidhihiri kwako hizi hali tano, jua kwamba wewe umewafanyia wema wazazi wako. Zikidhihiri hizi hali tano kwako wewe, jua umewafanyia wema wazazi wako. Hili ndio darasa la siku ya leo, ndugu yangu katika imani. Kwa ni kuombe basi kwa muda huu inshallah ka hadhiri usikilize, ili ujue je, hali tano hizo ni hali tano za aina gani, na kama uje unazo au hauna. Kama unazo basi tambua kwamba umewafanyia wema wazazi wako. Kwa hiyo ni mada ya msingi sana ya kusikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ili uweze kupata faida katika hili ambalo kwamba leo tutakwenda kulizungumza. Ukisikiza kwa makini basi kuna faida kubwa sana utakwenda kuipata, kuliko wewe ukapita kwa haraka haraka ama video ukaipeleka mbele, utakosa vitu vingi sana kuvielewa kwa namna moja ama nyingine. Lakini kwanza, kabla hatuja kwenda kuvizungumza hizo hali tano ambazo zikidhihiri kwako kwamba umefanya wema wazazi, niwakumbushe ndugu zetu wale ambao wanahitaji kitabu kile cha dua. Kitabu kiko tayari alhamdulillah, na tumeandaa na kinaitwa Silaha 50 za Muislamu katika dunia. Bi maana zimeandaliwa dua mbalimbali, adhkari mbalimbali, zile ambazo watu wengi walikuwa wanapenda tutumiwe. Mimi nataka si nitumie dua hii. Sasa kitabu hicho kimekusanya kila kitu, kitapatikana kwa mtindo wa PDF, kwa maana watapata wale ambao wanatumia WhatsApp. Kitabu hiki gharama yake ni shilingi 10,000. Jiandae na weka oda yako mapema, ili uwe miongoni mwa watu ambao watakayebahatika kupata kitabu hichi kwa ajili ya dua hizo. Insha Allah kitatolewa tarehe 1 ya mwezi wa 5. Tarehe 1 ya mwezi wa 5 ndio kitabu hichi kitatolewa. Kwa hiyo jiandae mapema, kwa sababu baada ya tarehe 1 haitakuwa tena hivyo, mambo yatabadilika. Kwa hiyo nakwambia mapema ili ujiandae mapema inshallah. Leo tutakwenda kuangalia hali tano ambazo hizi zikidhihiri kwako, tambua kwamba ndugu yangu umewafanyia wema wazazi wako. Umewafanyia wema wazazi wako. Kama zikudhihiri kwako hizi mtihani, tuanze kuangalia hali ya kwanza kabisa. Hali ya kwanza, na wale ambao wanahitaji kitabu waweke oda katika namba hii ya Voda ya 0793 052 052 0793 052 052. Hali ya mwanzo kabisa, kama hatadinu tudani, bi maana kama utakavyofanya ndivyo utakavyolipwa. Hii ina maana gani? Ina maana kama wazazi wako uliishi nao kwa wema, ukawafanyia wema wazazi wako hapa duniani, tambua hata wewe watoto wako watakuja kuwazaa, wale watoto watakuja watakufanyia wema, watakutunza, watakuthamini. Ukimuona leo mzazi yoyote yule watoto wake hawamsikii, watoto wake hawamsaidii, yani baba anaumwa, hali yake ni mbaya, kila inafikia hatua mpaka kama vile wamemtelekeza, ni hawana habari naye, tambua huyu mzazi yeye mwenyewe alifanya hivi kwa wazazi wake. Kwa hiyo na yeye sasa anakuja analipwa kwa watoto wake. Hili ni jambo la kulizingatia sana ndugu yangu Islam. Ndio akasema hali tano hizi zikidhihiri kwako, jua umewafanyia wema wazazi. Ukimwona mtu anasaidiwa na watoto wake, anaheshimiwa na watoto wake, anafanywa wema na watoto wake, jua na yeye aliwafanyia hivyo wazazi wake, ndio maana na yeye anakwenda analipa katika hili. Kwa hiyo lazima ulielewe hilo jambo, uwe makini nalo na ulielewe. Hii ni hali ya kwanza katika zile hali tano ambazo leo tunakwenda kuzieleza. Hali ya pili, birrul walidaini, kuwafanyia wema wazazi wako wawili. Kuwafanyia wema wazazi wako wawili. Mtume anasema ridha Allah fi ridha alwalidaini, kwamba radhi za wazazi wawili ziko pamoja na radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni mambo ya kuashika sana, ya kuzingatia. Unaweza ukaona jambo kama hili ukalifanya kama maskara au ukalifanya utani, lakini mbele safari inakuwa ni ngumu sana.
Kwa hiyo sio jambo la kulifanyia la kulichukulia utani au masala. Ni gumu mbele safari. Kwa lazima ujiandae na ujipange nalo na uone jinsi gani unaweza kaenda kula kulisolve jambo kama hilo. Kwa hiyo jambo la pili ni birrul walidaini, kuwafanyia wema wazazi wawili. Ridha Allah bi ridha walidaini, radhi za Mwenyezi Mungu ziko pamoja na radhi za wazazi wawili. Wa sakhta Allah fi sakhti walidaini, kinyume chake kumuudhi Mwenyezi Mungu ndio kuwaudhi wazazi wawili. Kuwaudhi wazazi wawili ndio kuwaudhi Mwenyezi Mungu. Kumchukiza, kuwachukiza wazazi wawili ndio unamchukiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi alazim, Subhanahu wa Ta'ala, ukiwafanyia wema wazazi wako, Mwenyezi Mungu atakusaidia katika ndoa yako, ataifanyia kwa sahihi ndoa yako. Mwenyezi Mungu atakusaidia katika mali zako, Mwenyezi Mungu atakusaidia katika watoto wako, Mwenyezi Mungu atakupa yale mazuri, atakuondolea huzuni, atakuondolea kila kitu kama wewe mwenyewe uliwafanyia wazazi wako mambo hayo. Kwa hiyo kuwafanyia wema wazazi ni kuwaridhisha wazazi, bi maana umemridhisha nani? Umemridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuwafurahisha wazazi, umemfurahisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukiwachukiza wazazi, umemchukiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ukichukiwa na Mungu, tambua haya hapa, ndoa yako itakuwa na mitihani, mali zako zina mitihani, mambo yako ya mitihani, huzuni itatawala sana kwa sababu wewe upo kinyume na wazazi wako wawili. Kwa jambo la pili ambalo likidhihiri kwako, ukiona mambo yako hayaeleweki, mipango yako haikamiliki, kazi zako zinakuwa ishara na baghala, jua kuna kosa umelikosa hapo wewe. Moja wapo birrul walidaini, kuwafanyia wema wazazi wako wawili. Kuwaridhisha wazazi wako wawili ndio kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuwaudhi wazazi wawili ndio umemuudhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ukiona mambo yako yanaharibika, hayawi sawa sawa, basi angalia katika la pili kwamba wewe huna radhi ya wazazi wawili, na kama huna radhi nao basi huna radhi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu, albaru liwalidaini. Albaru liwalidaini aftahu Allahu abwaba almaghrika, kuwafanyia wema wazazi wawili, Mwenyezi Mungu anakufungulia milango iliyofungwa. Ukiwafanyia wema wazazi wawili, Mwenyezi Mungu anafungua milango iliyofungwa. Hapa ni kupeleka kwenye kisa cha wale vijana watatu wa pangoni. Mkasa wao ni mrefu na sinaja kuzungumza ilikuwaje. Mle pangoni, baada ya jiwe kubwa kuja kuziba pale mlango wa pango, wakaambiwa, kasema, jamani, humu ndani hatuwezi kutoka, kila mmoja aombe Mungu kwa mambo yake mazuri aliyofanya, kwa amali zake njema alizofanya. Yani watawasali nazo zile amali zao njema walizofanya. Wakazungumza wale wengine wale. Alipozungumza huyu mmoja kwamba mimi nilikuwa na wazazi wangu wawili, ilikuwa simtangulizi mke wangu, siwatangulizi wanangu kwa chakula, mpaka kwanza wazazi wangu wawili wawe wameshiba ndio nitawaangalia wanangu. Siku moja nilikwenda katika kuni huko katika uchunga kwangu, nikachelewa kurudi, nafika nyumbani na kuta wazazi wangu wale wamelala. Na desturi yangu wanakamua maziwa na wapa wanakunywa, kitashiba ndio nikawape wanangu. Siku hiyo nimefika nikuta wamelala. Wallahi nikasimama na bakuli langu mkononi, wazazi wamelala, na nikashindwa kuamsha wazazi wangu wamelala. Wanangu walikuwa wanalia kwa njaa, lakini sikuwajali kwa ajili ya wazazi. Mpaka wazazi wangu walipoamka ndio nikaenda nikawapa wale maziwa, akanywa baba, akanywa mama. Baada ya wao kushiba ndio nikaenda kuwapa watoto wangu. Ikiwa nimeyafanya haya kutaka radhi zako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi ya Rabbi tunaomba utufungulie lipango tuwejiwe tuwete bango tuweze kutoka. Alipotamka yale maneno, basi lile lango likafunguka, jiwe likatoka na wao wakaweza kutoka. Ina maana kwamba kuwatendea wema wazazi wawili kunafungua milango iliyofungwa. Siku zote ndugu yangu katika imani, ukiona vitu vitakuwa vigumu sana kwako, na hili jambo lizingatie kwa makini sana. Unaweza kuona kama masiala au kama anazungumza kama masiala, lakini lizingatie na lishiki. Na ukilishika hili jambo utakuja kuniambia baadaye. Ukiona siku zote mambo yako yanakuwa mazito magumu sana, yani vyuma vimekaza sana, hebu jaribu kuangalia wewe mahusiano na wazazi wako yakoje. Mazuri? Ukiona mahusiano mabaya, basi haraka nenda kawaangukia wazazi wako haraka sana kabla mambo hayajaribika zaidi. Kuwatendea wema wazazi kunafungua milango iliyofungwa. Haya maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ukiona wewe hali imekuwa sio nzuri, mambo yako magumu, basi jitahidi sana kuwa karibu na wazazi wako ili Mwenyezi Mungu afungue milango iliyofungwa.
ni vitu vya msingi sana 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 ambavyo kwamba kwa macho ya kawaida huwezi kuviona, ila kwa jicho la kimungu unaweza ukaviona. Kwa hiyo ukitaka mambo yako yafunguke, usiende kwa waganga, usiende kuchanjwa hirizi, usihangaike kwenye vituo vya dua. Mara kuna baadhi ya watu leo wanahangaika, mara kwenye kituo cha dua hiki, mara kaenda kuombewa kanisani, mara sikwenda wapi, si mambo. Jiangalie una mahusiano gani kati yako wewe na wazazi wako. Ndio maana mada leo nasema ukiona mambo matano yanadhihiri kwako haya, jua umewafanyia wema wazazi. Ukiona milango ya kheri inafunguka, milango ya riziki inafunguka, basi wewe una mahusiano mazuri sana na nani? Na wazazi wako. Hili ni jambo la tatu katika yale ambayo ya kuwafanyia wazazi wako. Jambo la 4, albirrul walidaini dakhala aljanna. Mwenye kuwafanyia wema wazazi wawili, mtu huyo ataingia peponi. Yuko sahaba alikwenda kumuuliza Mtume Muhammad kwamba ayyul amal ila Allah aqrabu ila Allah, ayu amal aqrabu ila Allah, ayu amal aqrabu ila Allah. Alimwambia kwamba ni amali gani ambayo itanikurubisha mimi karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume akamwambia la kwanza as-salatu fi waqtiha, kwanza ni kuswali katika wakati wake. Kuswali swala katika wakati wake, inna salati kanat ala almu'minina kitaba mawquta, kuswali swala kwa wakati wake. Lakini la pili, wabirul walidaini, na kuwafanyia wema wazazi wawili. Kwa hiyo ukitaka wewe ukaribu na Mungu, basi wafanyie wema wazazi wawili, na kutokuwafanyia wema kujiweka mbali na nani? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ukimwona mtu yuko mbali sana na Mungu, yani habari ya Mungu hapendi kabisa 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 kabisa, usijiulize huyu huenda yuko mbali na nani? Na wazazi wake. Ukiwa mbali na wazazi, basi hayo yanaweza kadhihiri na yakatokea kwako wewe. Kwa hiyo ukitaka karibu na Mungu, basi kuwa karibu na wazazi wako wawili. Wasaidie wazazi wako wawili, waangalie wazazi wako wawili, wahurumie wazazi wako wawili, utakuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hilo ni jambo la 4 katika yale mambo matano ambayo yakidhihiri kwako, jua umewafanyia wema wazazi wawili. Jambo la 5, biwas'i rizqika wa yubariku umrika. Jambo la 5, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atafanya wepesi katika riziki zako na atatia baraka katika umri wako. Ina maana kwenye kuwatendea wema wazazi, Mungu anatia wepesi kwenye riziki zako na anatia baraka kwenye riziki kwenye umri wako. Kuna baadhi ya umri mwingine Sheikh hauna baraka, mtu anakuwa tu mpaka anazeeka, yani duniani hayupo, ahera hayupo, maisha yake yenyewe haelewi. Yani kuna umri fulani ukiwa nao, hata mtu anafika miaka 70 80 hauna faida. Yani umeishi duniani wewe huna faida yote, ndugu yangu Muislamu. Leo kuna baadhi ya watoto wana baba zao, lakini yani anatamani bora angekuwa yatima kuliko kuwa na baba kama yule. Hana faida yote Sheikh. Kwa hiyo ukiwatendea wema wazazi, basi Mungu anatia baraka katika umri wako. Mungu anatia baraka katika riziki yako. Riziki kama haina baraka, ndugu yangu, unaweza kupata pesa sana, lakini hakuna cha maana ambacho unachokifanya. Kwa hiyo pia kamati haya matano ambayo leo tumeeleza katika mtiririko ambao nimeueleza katika haya matano, ni mazuri sana kuyashika, alafu kwenda kuyafanyia kazi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.